Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa katika Kristo Yesu, na wasalimu wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Siku ya leo nimekuja kwenu kuwaletea somo linalosema kwamba Yesu ni Mungu aliyefanyika mwanadamu. Kuna watu wengi sana wanaopinga hili swala ya kuwa Yesu sio Mungu, pasipo kuelewa Yesu ni Mungu kwa njia ipi. Hawatambui na kuelewa tunaposema Yesu ni Mungu, tunamaanisha Yesu ni Mungu kwa njia ipi? Ama ni ushuhuda gani unaothibitisha ya kwamba Yesu ni Mungu? Katika kile kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza na mstari wa 14, neno linatuambia hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mtume Yohana aliyekaa na Bwana Yesu aliandika ya kwamba neno ambaye ndiye Mungu alifanyika mwili, yaani Mungu mzima alishuka duniani kwa umbile la kibinadamu. Tunajua ya kwamba asili ya Mungu ni Mungu asiyeonekana. Lakini sasa kwa Mungu kujionyesha, kujidhihirisha, ilibidi ashuke ndani ya mwili wa Mariamu, ndani ya tumbo la Mariamu la bikira, atengeneze kiumbe ambacho ni kitakatifu, kisichotokana na DNA ya mwanadamu, bali DNA ya mbinguni. Akae ndani ya hicho kiumbe ili aukomboe ulimwengu. Tunaona katika kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wake wa 35, neno linatuambia, malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitakuwa kitakatifu, kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tunaona malaika akimwambia Mariamu kile kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, yaani mwana wa Mungu. Huyo mwanadamu aliyezaliwa na bikira hakuwa binadamu wa kawaida kama sisi tulivyo. Yeye alikuwa ni kiumbe kitakatifu, lakini alitokea mwanadamu ni kwa sababu aliletwa awe sadaka ya dhambi kwa mwanadamu. Ndiyo maana alichukua asili ya kibinadamu, yaani kwa nje
hicho kiumbe alionekana mwanadamu, lakini ndani alikuwa Mungu mzima amekaa. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16, neno la Mungu linatuambia hivi: na bila shaka siri ya utauwa ni kuu, Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona katika kitabu hiki cha Timotheo wa kwanza kinatuambia ya kwamba Mungu alidhihirishwa katika mwili, yaani Mungu alijifunua katika umbile la kibinadamu, yaani katika macho ya binadamu ilionekana ni mwanadamu, lakini katika ulimwengu wa roho hakuonekana kama mwanadamu, bali alionekana ni Mungu mzima. Ukuu wote wa Mungu na uweza wake wote na utukufu wake wote alikuwa ndani ya huyo mwanadamu. Tunaona tena katika kitabu hiki cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 hadi 8. Neno linatuambia hivi: iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya Mungu, akawa na mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona neno linatuambia katika kitabu cha Wafilipi kwamba Yesu alikuwa yuna namna ya Mungu, yaani alikuwa Mungu, lakini yeye kwa sababu alikuwa katika kazi ya ukombozi wa mwanadamu, lakini wakati huo alichukulia umungu kama si kitu, akajifanya kama mtumwa hata alipomaliza kazi yake aliyokuwa amekuja kuifanya hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona pia katika kitabu hiki cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wake wa 18 na 19, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, yaani alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona katika hiki kitabu cha Wakorintho wa pili neno linatuambia kwamba Mungu alikuwa ndani ya mwili, yaani Kristo, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Yaani Mungu mzima aliuchukua mwili akauvaa kwa ajili ya kuupatanisha ulimwengu na dhambi.
Lakini baada ya kumaliza kazi yake ya ukombozi katika huo mwili juu ya msalaba, huo mwili sasa haukusalia kama ulivyokuwa. Aliufanya ukao wa utukufu, sio tena huo mwili ambao ulikuwa wa damu na nyama. Sasa aliufanya ukawa wa kiroho. Tunasoma katika kitabu hiki cha Ufunuo wa Yohana 3, Ufunuo wa Yohana sura ya 1 mstari wa 13 hadi 18. Na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu, amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mtume Yohana alipokuwa katika kile kisiwa cha Patmo, alimuona mtu mfano wa mwanadamu, yaani Yesu, akiwa amesimama mbele yake, na mwenyewe hakuwa tena mfano wake wa kwanza akiwa hapa duniani, maana sasa alikuwa ametukuzwa. Yaani sasa Mungu anaonekana katika mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mtume Paulo anatuambia hivi katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 15 hadi 16. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili. Ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Tunaona mtume Paulo anatuambia ya kwamba hapo kwanza yeye walimtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hawamtambui tena Kristo kwa jinsi ya mwili. Hawamtambui tena kwa jinsi ya kibinadamu. Wanamtambua kwa jinsi tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu hapo kwanza alikuja kwa mfano wa mwanadamu, akaishi ndani ya mwanadamu. Lakini baada ya kumaliza kazi yake ya msalaba, huo mwili tena hauonekani kwa hiyo jinsi ya kibinadamu. Huo mwili sasa umekuwa mwili wa utukufu. Katika Yohana wa kwanza 4 sura ya 4 mstari wa 2, neno linatuambia, katika hili mwajua Roho wa Mungu, katika hili mwamjua Roho wa Mungu,
Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Mtume Yohana anatuambia kwamba kila roho inayokiri kwamba Yesu Kristo, yaani Mungu, alikuja kwa jinsi ya mwili, hiyo roho yatoka kwa Mungu. Sasa jiulize, kama wewe uko miongoni mwa watu wanaopinga ya kuwa Mungu ambaye ndiye Yesu Kristo alikuja katika mwili, na unasema unaye roho wa Kristo, je, ni kweli huyo roho aliye ndani yako ni wa Kristo? Maana roho wa Kristo hawezi akajipinga. Yohana wa pili sura ya 1 mstari ule wa 7. Kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani, wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo yuaja katika mwili. Huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Biblia inatuwekea wazi ya kwamba wamejitokeza watu wengi wadanganyifu wanaokataa Mungu, wanaokataa kuwa Kristo Yesu yuaja katika mwili ama alikuja katika mwili. Na Biblia inatuambia ya kwamba kila hiyo roho inayopinga ya kuwa Mungu hakukuja katika mwili, hiyo ndiyo roho ya mpinga Kristo. Maana neno linatuambia ya kuwa utimilifu wote wa Mungu umekamilika katika umbile la kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana.